zipo kazi nyingi za kufanya. Sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana Chadema. Wafanye uchunguzi, wakaangalie kwa namna gani Chadema wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani Heche anapata wapi kusema wapewe watu wakazika wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari. Amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika, wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na nawachallenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili? Au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema, kwanza, hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini tunawachallenge viongozi wa upinzani, hasa Chadema, wajiangalie kama wanavyofikiri sawa sawa. Inawezaje kuwa sawa wewe utamani taifa lako liendeshwe na watu wa nje?